Wewe umekuja na shida gani? Nilikuwa na shida ya mama, alienda kuchukua fomu. Mama? Mke wangu ndio hii hapa nguo. Mke wangu. Hii nguo ulionayo ndio ya mke wako? Ndio. Ehe. Alienda kuchukua fomu akarudi nyumbani amekuwa kichaa. Fomu ya nini? Fomu ya udiwani. Kwa alikwenda kuchukua, aliporudi nyumbani akawa kichaa. Kichaa. Nimepita hapa Jumatatu. Kwa hiyo yuko wapi sasa hivi? Yuko hospitalini, yuko Mawenzi. Moshi. Moshi. Wewe una kazi gani? Mimi nafanya kazi Ngorongoro, nilishakutana na wewe mara nyingi na nimekuja hapa kusali, siku nyingine nimeleta hapa kipindi cha zamani 2006. Alafu baada ya hapo? Baada ya hapo ndio tukao tunakaa Ngorongoro tunakujaga hapa kusali. Niambia, hebu nipe kiti changu nikae nitatue hizi hukumu za hao watu. Kwa hiyo wewe baada ya hapo mwaka 2000, umesikia amesema mwaka gani? 2006. 2006 sio jana jamani. Ni muda mrefu sana. Baada ya hapo ulienda wapi? Baada ya hapo tulikuwa nafanya kazi Ngorongoro. Baada ya hapo kwa nini kuja kwenye amepona kabisa, uliponitamkia akapona kabisa. Baada ya kupona aliendelea kuja hapa kunisupport. Tulikuja na wewe? Na wewe mliendelea kuja kunisupport mpaka ninunue na hizi speaker na vitu vingine, madhabahu nini? Ndio, tulikujaga kutoa. Mwaka gani? Tulikuja kutoa shukrani mwaka 2007. Mwaka 2000. Baada ya hapo 2007 tulikuwa tunashindwa tu kufika hapa, lakini tunakujaga hapa tu. Kwa hiyo nyinyi nawadai hela ya kila mwaka kuanzia mwaka 2007. Ndio. Miaka mingapi jamani? Miaka 10. Miaka 13. Sasa nikikuandikia ninachokudai kwa miaka 13 ndio mke wako apone. Sawa. Unasema? Msamaha. Unaomba msamaha? Ndio. Sasa mimi nikikusamea alafu mimi nakula wapi? Nisamehe. Sasa mamlaka ninayo, lakini pia malipo ni hapa duniani. Kwa neno lako nitaleta. Ninyi mnaanza kuona kitu ninachoongea? Mnaanza kuona? Mimi sio dokta yule wa hospitali pale Muhimbili au wa Mount Meru. Yule analipwa. Rais yoyote wa nchi yoyote analipwa na serikali na anapata faida nyingi kwa kuwa kiongozi. Mimi hii ndo kazi yangu. Kwa wewe usipofanya wajibu wako unanidisable mimi kukutumikia. Sio kama mnanielewa. Na mimi nasema haya maneno hata kama mtu mwingine anielewi, hainihusu. Mimi nasema kile ambacho Roho wa Mungu ameniongoza kufanya, kusema. Barabara yangu ina alama 30, 50 kimbia, spidi 80, utafuata alama za barabarani. Hii sio barabara ile watu wanakwenda tu ovyo, kila mtu na mwendo wake. Pameandikwa spidi 80 unaenda spidi 2. Haiwezekani. Na kutamkia kufunguka. Okay. Sema neno moja tu na kila kitu kimetokea. Neno moja. Lakini watu mna moyo, kizazi cha watu wenye mioyo migumu. Na Mungu atamfanyia wepesi tayari. Kwa sababu imani yake ni kubwa. Imani yake ni kubwa. Leo ndio siku ya ufungulivu. Lete yale maji. Lakini namwagia nguo hii ya maji. Atakapoenda kuvaa huyo mama atakuwa amefunguka.
Amefunguka. Amefunguka. Amefunguka. Imani yako imekuponya. Na yale magonjwa aliyotupiwa na yarudisha kwa mtu aliyeyatuma. Ile hali ya ukichaa irudi haraka kwa mtu aliyetuma. Ikamtese na yawe kichaa anze kuvingirika saa hii ninapoongea. Dakika hii ninapoongea kwa mamlaka aliyonipa Yesu. Imekuwa kwako. Imekuwa kwako. Yule ndugu ambaye mke wake alikuwa kichaa siku ile, diwani alienda, yuko wapi? Aibu, njoo hapa na mke wako. Bwana Simama hapo. Simama hapo. Mke wako ulienda ukamvalisha ile nguo ile nilomwagia maji siku ile. Na amepona. Hebu nikumbushe jina lako siku ile Ijumaa uliniambia, nikumbushe. Naitwa Nengai Kimai. Bwana, huyu mke wako amepona. Amepona. Amepona bwana. Amepona kabisa. Hii nguvu haina mchezo. Mimi niliwaambia kama nikitaka kucheka nacheka, hata anacheka peke yangu. Kwa sababu huo ndo wakati wangu peke yangu, the best katika ulimwengu. Nengai. Jamani, Nengai, umepona. Kwa neno moja tu. Nashukuru sana baba. Na ulienda kuchukua fomu ya diwani. Halafu ulivyochukua ukarudi? Yaani nilikuwa diwani, nikaenda tena. Ulikuwa diwani? Ndio. Kwa hiyo wewe tayari ulikuwa mheshimiwa diwani? Ndio. Nikaenda tena kuchukua tena fomu ya kujaza kuwa diwani. Baada ya hapo ndio nikaanza kuwa kichaa. Mimi nakwambia waliokuchawia niliwatumia ule uchawi urudi kwao. Nimewatumia, simlisikia? Na yale magonjwa aliyotupiwa na yarudisha kwa mtu aliyeyatuma. Ile hali ya ukichaa irudi haraka kwa mtu aliyetuma. Ikamtese na yawe kichaa anze kuvingirika saa hii ninapoongea. Dakika hii ninapoongea kwa mamlaka aliyonipa Yesu. Niliwatumia ule uchawi urudi kwao ukawatese. Mpaka na wao watafute madhabahu hii. Lakini sasa umefunguka, mambo yako safi na utapata tu baraka maishani, usijali. Huyu mwingine naye alikuwa kichaa jamani. Mnamkumbuka? Msogea hapa. Hebu angalia, umekuwa tayari kauso kameshakuwa vizuri. Hebu angalia. Njoo. Bwana, kumbe nao unavaaga vizuri. Jamani, shida ni balaa. Siku ile amekuja analia, amechanganyikiwa kabisa mpaka amevaa vibaya. Leo amevaa, angalia amependeza namna hii. Na mke wake amependeza. Kumbe mke wako ana sura nzuri. Ndio. Ana sura nzuri kabisa. Mheshimiwa Diwani, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Namshukuru Mungu kwa sababu nimepona. Nilikuja hapa nilikuwa sijielewi, lakini sasa hivi najielewa, na hata leo nilikuwa nimekuja kutoa sadaka ya shukrani. Utatoa tu baadaye. Bwana. Hatari. Jamani, mimi mtu asiniletee mchezo na hii kazi jamani. Wacheni niendelee kuwafungua watu wa Mungu. Watu wa Mungu wana mateso, watu wana mateso. Shetani akishawafunga watu hawaachii. Wanakuwa mateka yake.